Haya, sasa leo ninakuleta na hakuhamisha na kuleta kwa mwamba huyu hapa. Huyu ni mtoto mkubwa wa kwanza wa askofu wetu Bishop Mwajunga. Baba yake akiwa kule India sasa anaumwa, nakumbuka hali yake sio nzuri, na amepewa yale mambo mawili kwamba ili aweze kusurvive. Sasa taarifa zinafika mpaka Tanzania, ambako tunaona familia ya Addison ipo hapa, na tunamwona mtoto wa kwanza huyu, mimi namuita jemedali, mimi namuita mwamba huyu, ambaye anafaa kuigwa kwa watoto wote. Lakini kijana huyu, angalia baba yake anavyomsimulia baada ya kuwaza ni namna gani akikumbuka upendo wa baba yake kwake, kwamba je, ingekuwa ni mimi nimepata hili tatizo, baba angefanya kitu kwa ajili yangu, baba singeweza kuniacha. Ndipo tunamwona sasa huyu Given Addison Mwajunga anaamua kujitolea yeye kwenda kutoa sadaka ya sehemu ya uhai wake kwenda kumpatia baba yake. Akiwa amekaa na mke wake, akiwa amejadiliana na wadogo zake, ndipo anaamua kufunga safari toka Tanzania kuelekea India kwenda kusaidia kukomboa uhai wa baba yake. Hebu tumsikilize baba hapa anavyotoa ushuhuda. Hebu ifuatilie hii. Tulikuwa tunafahamu habari za figo tu, kumbe na hii ninalo Mungu alilitengenezea mazingira hayo kwamba linaweza likapandikiziwa. Kwa hivyo nimefanyiwa hivyo, na mwanangu wa kwanza pamoja na mke wake wametoa sadaka ya uhai wao ili kunisababisha niendelee kuishi. Kwa sababu madaktari waliniambia kabisa kwamba tukikufanyia hivi risk ziko nyingi, yani hatari ziko nyingi za kutokuishi, lakini tuna 95% za mtu kuishi tukikufanyia operation, na utaishi miaka ya kutosha. Na kwa hivyo kufanyiwa operation ilikuwa sio uamuzi wa busara, kutokufanyiwa operation ilikuwa pia sio uamuzi wa busara. Kwa hiyo tulikuwa mahali fulani hivi, mimi pamoja na mke wangu na mwanangu Given, tuamue lipi. Lakini Mungu alitusaidia kupata ujasiri wa kwamba kwa kuwa tumesafiri umbali ule, tukubali tu ya kwamba Mungu ana muujiza wake kwenye eneo la kufanyiwa operation. Kwa hiyo nimefanyiwa operation, na operation yetu ilikuwa ni kubwa. Tumefanyiwa operation na madaktari bingwa 8, lakini wamefanya operation kwa masaa 13 mfululizo. Na huyu mtoto, watu hawa wamekuwa wa maana sana kwangu sana. Kukosekana kwa watu hawa, mimi ningelitibiwaje? Ningefanyaje? Na kwa hiyo waliondoa lile ini, wakakata ini la mtoto wangu, wakabandika kwenye ini langu. Yaani sio kwamba alikuja tu kumsaidia mama, alikuja kunisaidia mimi. Na amefanyiwa operation sawa sawa na nilivyofanyiwa mimi kabisa. Na changamoto ninazozipitia mimi ndizo alizozipitia kabisa. Madaktari waliniambia hivi, wewe una neema kubwa. Huyu mtoto wako ana ini kubwa kiasi kwamba hata kile kipande tulichokikata hakiwezi kuathiri chochote katika mwili wake. Ndio maana namuona ana nguvu, ana afya, lakini kwa uumbaji wa Mungu, sio ini lake peke yake, kwa uumbaji wa Mungu. Na nilimuomba sana Mungu aumbe ini jipya kupitia muujiza wa ini la Given, na Mungu ndivyo alivyofanya. Sasa baada ya ile operation kukamilika, kama alivyoeleza pale askofu, tumeona ilihudumiwa na madaktari bingwa karibu 8. 4 wanahangaika na baba, 4 wanahangaika na mtoto ili kwenda kukata kile kipande cha ini na kwenda kukipandikiza kwa baba yake. Ni kiasi gani ambacho mtoto anaonesha upendo kwa baba. Naendelea kuhamasisha vijana wengine, naendelea kuhamasisha watoto wengine, ndugu ambao tunawazaa
wazazi wetu, tunaweza tusiwape pengine hata baadhi ya viungo vyetu, lakini tuwe tayari kwa kile kitu ambacho Mungu amekiweka kwenye mikono yetu, kuwabariki wazazi wetu, kuwafanya nao ni sehemu ya furaha katika maisha. Leo Addison pamoja na mke wake wanajivuna kwa ajili ya kijana wao huyu mpendwa Given Addison Mwajunga. Jamani, Mungu awabariki sana 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 sana.